nimepanga nitaanza na mambo ya Rigathi Gachagua. Mambo ya North Eastern, Mr. Speaker. Sisi hatutapiga kura kwa sababu ya Simba. Rigathi Gachagua ile kitu anatafuta saa hii ni Simba vote. Rigathi Gachagua amekuwa kwa government for 2 years. Kwa nini hakuona zile shida ziko North Eastern? Sasa alikuwa anaenda huko. Tafadhali Rigathi Gachagua, wacha kufikiria sisi ni watoto wako. Hii maneno ya North Eastern ungesolve wakati ulikuwa deputy president. Ulikuwa unajua North Eastern tuko na shida. Kwa nini wewe huku take time kama deputy president uambie Ruto muende huko mdrili maji, mjanga madarasa, mfanye kila kitu huko? Sasa hii umeipichiwa ati sasa unaongea mambo ya North Eastern, ndio watu wa North Eastern wakuonea huruma wasimame na chama yako. Haitawezekana hii Kenya. Mr. Rigathi Gachagua, umekuwa kwa serikali 2 years. Zile vitu unatuambia saa hii, ungetuambia wakati ulikuwa ndani. Neno hapa siku wako ndugu yangu, hata kama nani wanaongea na kabila yako, hapa siku wako. Na kwani anapiga kelele huko aje bwana? Huku nani nyamaza? Acheni bwana. Mr. Speaker, Speaker, hii bunge lazima ikuwe kwa order. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Lazima tuweke kwa bunge kwa order. Mimi niko na right ya kuongea. Na ninaongea zile vitu ziko. Rigathi Gachagua amekuwa deputy president for 2 years. Ile kitu alifanya ya maana sana, ile naweza lala nikumbuka Gachagua alifanya, ni kuweka hapa jeshi lori 20 hapa Jakaranda. Kuchukua gari ya unga kubloku Raila asingie Jakaranda. Baba amekufa, utabloku gani? Kwa sababu mimi pia ni mwanaume kama Rigathi Gachagua. Yeye pia anaitwa baba, naitwa baba. Ameoa, nimeoa. Usiku analala, pia mimi nalala. Naambia watu wa Mount Kenya, nyinyi watu wa Mount Kenya, Kinyungu. Kinyungu, waambie, tunaongea hivi, wewe nyinyi watu wa Mount Kenya, mkitaka pia sisi tufurahie. Hatutaki deputy president atoke Mount Kenya, na hatutaki president atoke Mount Kenya. Atoke region nyingine, nyinyi pia mtusukume tuingie kwa serikali. Lakini hiyo biashara mnakuja kusema ati mko na numbers, mtachafua juu, tuchafue chini. Mr. Speaker, tunajua watu wa Mount Kenya wanajipigaga kifua sana. Tunajua mko na numbers. Hiyo hatujakataa, na mnajua kuvote. Na hata pia sisi tunajua, si hata hatujui. Na huyu Ruto ambao mnalalamika, nyinyi ndio mlimuweka hapa. Mtusaidie kumtoa. Nikimalizia Mr. Speaker, mambo ya mama Aida Odinga kupewa kazi. Na kwanza Mr. Speaker, hii bunge inafaa iheshimu. Kuna baadhi ya watu hawaheshimu nyumba ya Raila Odinga. Lazima hii bunge ikuwe na respect na hiyo familia. Bila hiyo familia, watu wengine hatungekuwa tunalipa rent kwa hii bunge. Bila hiyo familia, watu wengine baada hatungekuwa tunajua kuoga. Nyumba ya Raila Odinga imefanya watu kwa bunge ya Jakaranda wanaoga, wanang'ara, wanakunya venye wanataka. Leo hii wanakuja kutuza Raila Odinga. Hatutaalau Mr. Speaker kwanda teni nonsense kwa hii bunge. Nyumba ya Raila Odinga heshimiwe na Wino Odinga heshimiwe. Uheshimu Wino Odinga venye unaheshimu makojo yako. Ukikojoa Yesu rudi. Hivyo hivyo uheshimu hivyo. Nikimalizia Speaker, nilikuwa nasema hivi. Mambo ya Aida Odinga kupewa kazi. Aida Odinga
Nataka niambie Mama Aida mahali alipo. Tafadhali Mama Aida, ukitaka Kenya ikuheshimu, nimeona umepewa kazi. Hiyo kazi kataa. Wewe ni mtu Mama Aida, wewe ni mtu uko na pesa. Bwana yako Mungu amemchukua na amekuachia kila kitu. Kwa sababu ya heshima yako, usichukue kazi ya William Samoei Ruto. Hii anataka kukoroge ndio uachilie chama, Ruto achukue. Sisi kama vijana, mimi naambia Aida Odinga, wewe pumzika kwako polepole. Hiyo kazi itakupea pressure ukufe tena. Usichukue kazi yenye haina maana. Ruto alikuwa wapi kupea kazi kitambo? Sasa ndio anaona wewe upewe kazi. Usichukue hiyo kazi. Fanya shughuli zako. Chapeo Geta. Enda uze, baba aliacha kampuni ya gas. Enda kuwa CEO kwa kampuni. Hata ng'ombe siku mingi tulikula. Kwa sababu hata huyo memba mwenye amefiliwa kwa zile vitabu amechanga. Kwa hivyo tuchangie huyo memba. Angalia tu kitabu. Serikali ambayo